mkinichagua tarehe 29, nahitaji jiji la Mwanza liwe jiji la Mwanza. Yaani unajenga nyumba hata mama watoto akiwa mjamzito pa kupita hakuna. Mtoto mdogo akizaliwa hata pa kucheza hakuna. Halafu serikali eti CCM wanakuambia ikifika tiki. Yaani ni tiki wakati mmeniweka kwenye majabali. Yaani mnaniombea nife. Yaani serikali ya CCM inawaombea nyie mfe. Yaani mipango miji wanalazimisha wanawajengea watu nyumba kwenye majabali. Jiwe limekaa huko juu, kibanda kiko chini. Mnawasiliana na Mungu? Nyie CCM mnawasiliana na Mungu? Lile jiwe liliokaa pale juu, unajua Mungu atalishusha lini kule? Hawa Tanzania wa Mwanza watapona hawa? Tarehe 29 na hapa kutoka ndani ya moyo wangu. Serikali yangu ya wakulima watapita kila mlima. Nitalipa fidia wote na nitawatafutia maeneo mengine mazuri na kuwajengea nyumba ya kisasa, na yale mawe yatakayotoka kwenye ile milima nitatengeneza kokoto na kupeleka Klasha kuitengeneza Mwanza ya kisasa zaidi. Anza na mimi mheshimiwa. Haiwezekani. Ni vitu vya ajabu. Wao wanaangalia hela tu, hawaangalii maisha ya watu. Na ndio maana chama chetu sisi kinasema siasa na maisha ya watu. Unaona fulana yangu ilivyoandikwa? Siasa na maisha ya watu. Sasa serikali ya CCM wamelewa madaraka, hawathamini tena nyie. Na kama mnavyojua, Chama cha Mapinduzi au CCM maana yake ni mabadiliko ya kilimo. Na fikra sahihi za mwenyekiti wao ndio maana inaitwa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi Nyerere hajakiacha hivi. Wazee wa Nyerere hawajakiacha Chama cha Mapinduzi hivi. Leo Chama cha Mapinduzi kimebadilishwa. Kinaitwa chama cha mabepari, chama cha makabaila, chama cha wanyonyaji. Wananyonya mpaka pesa za maiti. Chama gani hiki? Mnanyonya mpaka pesa za maiti. Mmekosa kodi za madini. Alafu mnamwacha fisadi anadaiwa bilioni 2. Eti tunakaa naye kitako. Mtanzania huyo anapata shida. Na ndio maana nimehapa. Tutapelekana kwenye bwawa la mamba tu. Taifa linahitaji maheshimiano. Na tena wale watu wanaojazwa kwenye viwanja vya chama cha CCM kwanza wanakiuka maadili, wanakiuka haki za binadamu. Kwa sababu wilaya ya Misungu hii huwezi kukusanya ukaleta watu wa kutoka maeneo mbalimbali ya wilaya mbalimbali wakati miundombinu hamjatengeneza. Yaani ufisadi upo mpaka ndani ya CCM yenyewe. Yaani mwananchi huyu anadanganywa atapewa shilingi 20,000 kila safari, badala yake anapewa 5,000 na kofia. Wanaenda kujaza uwanja. Yaani mtu ananunuliwa haki yake kwa ajili ya shilingi 5,000. Lakini ndani ya CCM wenyewe wakubwa wanajua kwamba kila anayeletwa pale anapewa 20,000. Kama nyinyi mlivyoletwa hapa pale, yani kwenye hivi vichwa najua nyinyi mnachukua shilingi 20,000. Kumbe kuna watu mafisadi ndani ya chama kile. Wanawapa shilingi 5,000 na kofia shilingi 5,000. Wanataka kununua haki za watu. Tarehe 29 mimi nina ushindi wa 100%. Kila nilikotoka ni mafuriko. Na ndio maana ndugu zangu, hapa nina mheshimiwa mgombea ubunge wa Misungwi, mama yetu.
Samani, njoo kidogo hapo. Njoo mbele hapo onekane. Huyu mheshimiwa na ndio tegemeo la Wanamisungwi. Huyu mama ni mchapakazi. Na kwenye karatasi la kupigia kura la wabunge, naomba mnielewe, yupo mtu wa kwanza. Yupo mtu wa kwanza. Ukifika tu kwenye ile karatasi ya kupigia kura, yeye yupo mtu wa kwanza. Huyu mama yupo mtu wa kwanza. Nawe wa kwanza kweli hata kwenye kura. Uongo kweli? Mtaniangusha kama yupo mtu wa kwanza kwenye kupigia kura, leo tena asiwe mtu wa kwanza kwenye kuongoza kwenye kura. Mama we. Asante sana mheshimiwa. Mmemwona Amependeza yuko vizuri. Ndugu zangu, nataka niwaambie jambo lingine. Mimi mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutokana na alfabeti nilitakiwa niwe mtu wa kwanza. Nilitakiwa niwe mtu wa kwanza kwenye karatasi la kupigia kura la rais. Lakini wao na mashaka na wasiwasi wao wameniondoa kwa mtu wa kwanza, wamenileta mtu wa 6. Wamenileta mtu wa, lakini mtu wa 6 huyo kati ya wagombea wote aliyevaa bareti kama hii ni mimi peke yangu. Ni mimi peke yangu. Pamoja na mniweka mtu wa 6, lakini aliyevaa bareti ni mimi peke yangu. Ukihesabu wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, mtakuwa mmemchagua Chifu Sonda. Mtakuwa mmemchagua Chifu nani? Chifu Sonda, chifu wa wakulima na wafugaji. Lakini utaona pale imeandikwa jina la Kunje Ngombale Mwiru. Misungwi oye! Ndugu zangu, napenda kulirudia hili na kusema kwamba ifikapo tarehe 29 hakuna mtu ambaye atakayeandamana. Mimi wafuasi wangu hawana haja kuandamana, kwa sababu rais wao tayari ni mshindi tarehe 29. Mtaandamana pale baada ya tarehe 29. Nisipokubaliana na matokeo nitawatangazia. Uongo kweli? Ili tuweze kudai haki yetu. Usagara ni mahali patulivu na watu wake watulivu. Usagara watu wake tena nyuso zao za furaha ninavyoziona hivi. Hawana gobole, hawana chochote. Leo nyinyi mnajitangaza huko maandamano. Hawa wataandamana watakapokosa maji, mimi nikiwa rais. Uongo kweli? Hawa wataandamana mimi nikiwa rais wakikosa umeme. Uongo kweli? Hawa wataandamana hawa nikiwa rais wakipata miundombinu mibovu kama hii ya stendi. Uongo kweli? Lakini rais wao akishachaguliwa tarehe 29, hawa wana haja ya kuandamana. Wanajua wamepata nani? Chifu Sonda, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kunje Ngombale Mwiru. Usagara we! Misungwi safi! Sina budi pia kuwapongeza vyombo vya habari. Vyombo vya habari mnafanya kazi nzuri. Mnaripoti taarifa vizuri vyombo vya habari. Nyinyi ndio mnachukua changamoto kutoka kwenye vijiji. Na waahidi vyombo vya habari tena kila ninakoenda, nikisha kuwa rais tarehe 29, kila taasisi ya chombo cha habari ili mletee taarifa kwenye ikulu yangu, nitawapa gari. Umemaliza mheshimiwa, tutakuja. Nitawapa gari. Tutakuja.
nitawapa gari. Chukueni changamoto vijijini, nileteni Ikulu. Tena mimi ni mwanga wa kula kutokutosha. Niligombea uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Ndugai marehemu kung'atuka. Ametangulia mbele ya haki. Lakini nilipanga ningekuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba mbunge wa aina yoyote ambaye hajafika kwenye jimbo lolote ndani ya mwezi mmoja anajifanya yuko busy, miezi miwili yuko busy, miezi mitatu yuko busy, alafu unakuja kumuona bungeni amevaa miwani yake, anakuja eti anafanya eti anakuja kushiriki bunge langu. Angeishia kwenye mlango. Hilo ndio taifa la maheshimiano.